Sura ya 7 mstari wa 7, Biblia inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Amen. Hapa kuna mambo matatu tunaishi: kuomba, kutafuta na kubisha. Kubisha sio bisha ndio unajua. Huwezi kupewa. Kama huwezi kuomba, huwezi kupata. Kama hautaomba, hata kama Mungu anajua mahitaji yako, hautavuka. Haleluya. Uwe na vitu vya kuomba. Unapoenda kuomba, unapoenda kwa Baba, lazima ujue kuna mahitaji unaopelekea, kwamba haya nampelekea Mungu. Ajue mahitaji yako na akikupatia ufanye nini hayo. Unapomwendea Bwana kumwomba, lazima pia Mungu ajue kwamba unamwomba kitu fulani ili ufanyie nini. Unaomba upate biashara, hiyo biashara je, itampa Mungu utukufu? Unaomba kijana upate mke, je, huyo mke atampa Mungu utukufu? Unaomba binti, Mungu akupatie mume, je, huyo mume atampa Mungu utukufu? Je, kazi unaenda kuiomba itampa Mungu utukufu au itakutoa kwa Mungu? Kwa sababu unaweza ukaomba kazi na ikakutoa kwa Mungu. Unaweza ukaona biashara ikakutoa kwenye ibada. Hilo ni tatizo. Mungu anataka kujua haja ya moyo wako ni nini. Haja ya moyo wako ni kitu gani unachotaka kwake? Unatajwa haja ya moyo wako kuhusu ujana wako. Unataka Mungu afanye nini kwa ujana wako? Atakajua haja ya moyo wako juu ya ndoa yako. Ndoa unayo au unatafuta ndoa? Haja ya moyo wako nini? Anataka ajue kuhusu maisha yako. Maisha yako yakoje? Anataka ajue kuhusu watoto wako. Ndio, nataka watoto wako wakaende wasimameni katika wokovu wako sasa na future au mwisho mbele yako. Kwa lazima pia ujue kwamba watoto wako hawa malengo yao ni yapi katika wokovu. Mara nyingi tumefika mahali kwa wazembe, watoto wetu wakapotea. Sio washirika tu, mpaka wetu sisi wachungaji wanapotea. Kwa nini? Kwa sababu hatukuambia Bwana, hawa watoto unaonipa nataka wafanye nini kwako wewe? Nataka wakujue zaidi. Je, uchumi wako unataka unamwomba Mungu uchumi wako uwe vipi? Unamtukuza Mungu au uchumi wako pia unakutenga mbali na Bwana? Je, mapenzi ya Mungu kwa hilo? Lazima ujue wazi kwamba tumesoma mara nyingi sana hivi kwamba ni mapenzi ya Mungu ufanikiwe katika maisha yako ya kawaida, katika kula na kuvaa. Ni mapenzi ya Mungu hayo. Wala wasi utajiri kwamba wanasema kwamba utajiri si mbaya. Mungu akupatia utajiri ni jambo jema, wala siwe sana. Haleluya. Lakini huo utajiri utamtumikiaje Mungu? Na Mungu anataka kwamba ufanikiwe katika afya yako pia. Kuna mambo ambayo yananania katika afya yako fanyeje? Na kuna mafanikio ya kiroho ambayo ni muhimu sana. Katika kitabu hiki cha Waraka wa Watoto Yohana mstari wa 2 inasema kwamba mpenzi anamwandikia haya, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Huyu Ayo alikuwa amefanikiwa sana katika kiroho, lakini afya yake haikuwa vizuri sana, na mafanikio ya kifedha yakuwa mazuri sana. Hilo ni zuri kuwa na kiroho, lakini pia anasimama. Lazima pia mafanikio ya kawaida. Kwa hiyo unampelekea Bwana tajiri kwamba Bwana, andiko hili unaling'ang'ania andiko hilo, unaambia Bwana, andiko hili nasema lazima nifanikiwe kiuchumi, lazima nifanikiwe kiafya, lazima nifanikiwe pia kiroho. Mtu mmoja sema amen. Haleluya. Twende haraka kwenye sehemu nyingine ya tatu, kubisha. Hapa ndio kazi. Hapa ndio yaani kubisha ni kugonga mlango na koko mpaka ufunguke huko. Kazi wako. Anasema bisheni nani mtafunguliwa. Usipobisha
hautafanyaje? Hautafunguliwa. Ndio siri yake. Hiki ni kiwango cha kusema sasa basi, enough is enough. Kiwango hiki kinalazimisha vitu vitokee. Unagonga mlango kwa nguvu hadi ufunguke, kwamba hapa nitang'ang'ana mpaka ufunguke, bado usifunguke. Hiki ni kiwango cha kubomoa mifumo inayokutesa. Kuna mifumo inaweza ikawa inakutesa. Kuna mifumo inaweza kuwa inatesa watoto wako. Kuna mifumo inaweza kuwa inatesa ndoa yako. Kuna mifumo inaweza kuwa inatesa biashara yako. Kuna mifumo inaweza kutesa maisha yako. Lazima uibomoe kwa jina la Yesu. Haleluya. Hiki ni kiwango cha kupigania ufalme wa Mungu. Katika Mathayo 11:12 inasema kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wauteka. Hili andiko ulielewa vizuri. Bwana asifiwe. Tumeokoka kwa neema, sio kwa kupigana ndio tumeokoka. Tumeokoka kwa neema. Hatupigani ufalme wa Mungu ndio tupate, tumeokoka neema. Lakini vilivyo ndani ya ufalme wa Mungu ili upate lazima upigane. Haleluya. Vilivyo ndani. Haleluya. Kuna mtu anaelewa hapa? Hebu sema amen. Sema amina. Ufalme wa Mungu hatupigani maana tuokoka kwa neema. Lakini vilivyo katika ufalme wa Mungu ili upate tendo lazima upambane. Haleluya. Musa katika tunasoma katika mstari unaopenda sana. Katika mstari katika kitabu hiki cha Matendo wa Kumbukumbu ya Torati 2:24. Anamwambia Musa, ondoke, mvuke bonde la Arnoni. Tazama, nimemtia Sihoni mfalme wa Bashani mikononi mwako na nchi yake, anzeni kuimiliki. Pigane kwenye vita. Amempatia, anayo kumiliki, lakini ile haipati. Lazima fanyeje jamani? Apigane. Haleluya. Sio ile mama, baraka za Mungu sio mama. Wokovu sio mama, tutaingia kwa shida nyingi. Wokovu sio mama. Kwa sababu kama wokovu sio mama. Unajua wokovu maana yake, unaposema wokovu Kiyunani unaenda sozo inasimama baada ya utajiri, inasimama baada ya mafanikio, inasimama baada ya uponyaji, inasimama baada ya wokovu sozo. Kwa katika ufalme wa Mungu kuna vitu ambavyo lazima uvipate kwa kuviteka kwa nguvu. Sio lazima hata kidogo. Lazima uvipambanie. Unapoona wachungaji, watumishi wa Mungu wamebarikiwa wengine, wamevipambania kwa muda mrefu sana, na matokeo yake Mungu akaja kumfanikisha, kumpatia. Matokeo yake tunaona yeye ni Freemason. Tunataka ndio hivi. Mtu akifanikiwa sana Freemason. Mtu akifanikiwa Freemason. Fuatilia njia zake, mapito yake, amepitia wapi mpaka akawa hapo. Haleluya. Mimi sijiweka hapa nilipo hivi. Nimepita mapito. Nimetafuta. Unaweza kumwona, msimdharau mtu, ujue future yake. Upe muda, utaona kitakachotokea. Kwa kuna watu wengi wamefanikiwa, si kwamba imeibuka tu. No. Wakati mwingine uko na wito, bali unataka kumtumikia Mungu. Sikilizeni. Unaweza ukawa na wito kumtumikia Mungu na una mali. Mungu akazifika zote mpaka chini ili uanze upya. Ili uanze moja. Mungu uanze sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maombi ya kubisha, maombi ya kuteka. Unateka baraka zako kwa nguvu. Haleluya. Sio ile mama. Mungu wangu, unajua Mungu. Unapoingia kwenye vita,
Ile maombi ya vita yanaanza saa 6 mpaka saa 9. Unapoingia pale ambaye shetani never again unamtesa. Sasa sikiliza, nakwambia sana kufyeka, nakwambia sana kumaliza, nakwambia sana kuangamiza, nakwambia sana kuvunja vunja na kuharibu kwa jina la Yesu aliye hai, na kwa imani nimesimama mpaka uondoke na mpaka uniachie. Acha mtoto wangu, acha mali zangu, acha pesa zangu, acha biashara zangu. Haleluya. Vita sasa mama. Ana mpate ujasiri unakupa imani. Na kwambia karibieni kiti cha rehema kwa ujasiri ili mpate kupewa rehema, mpate kupewa uwezesho wa kukusaidia wakati wa mahitaji. Wakati mwingine unapoomba unatunza kitu ambapo baadaye itakusaidia. Wakati ambapo unajua ukipata nafasi kama hii ya kuomba, tafadhali omba ukijua kwamba kuna siku utakutwa umelala hospitalini huwezi kuomba, lakini maombi yako Mungu akitazama kitanda chako, chombo chako kimejaa maombi, kimejaa manukato, anaangalia, alafu anakitupa, kinalipuka, unapata uzima. Maombi yako ni hakika. Haleluya. Sasa wewe unapata shida, Mungu akiangalia chupa yako haina machozi. Bwana asifiwe. Kuna sehemu inaandikwa kama chupa yako imejaa machozi. Machozi wewe kiasi kwamba dukapo ukiwahi kuomba mpaka ukalia machozi yakatiririka kwenye chupa yako, Mungu anakuja kujenga. Hata kama umetoka kusoma huko, lazima ulie kwa Bwana. Bwana asifiwe. Hakuna wakusoma wabajaji wanakaa Kagera, hata hawana kakule Kigoma, hakuna. Wakati ukienda kwa Bwana, dirisha machozi yajae kwenye nini? Kwenye chupa yako. Oh, haleluya. Hii Bwana kila kutazama abele huyu mtu vipi huyu? Vipi vipi? Sasa wewe unataka hela mbele. Alafu hela kwa kuna. Unaenda. Jamani ndio okay, kama kwenda waziri mradi wa mradi yeye. Una chochote hata sisi na kusaidia. Lazima wewe una account. Lazima uweke account ya maombi. Haleluya. Hapo unajiwekea account ya maombi ya usiku. Haleluya. Wapito bila vitabu hivi. Maombi ya vita ni kitabu kizuri, yaani afadhali wale na njaa kupata kitabu hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio tunamaliza kiwango cha kwanza, kuomba. Ile hapo tunasoma kila siku. Tunaingia kiwango cha pili, kutafuta. Mwambie mwenzako kutafuta. Tafuteni mtafanyaje? Yaani mjibu, tafuteni mtafanyaje? Usipotafuta Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta nanyi mtaona, sio mtapata. Tafadhali inasema kile msome Bwana anasema mtaona, mtapata. Taona au naweka na kwako pale. Tafuteni mtafanyaje? Mtaona. Haleluya. Jamani, haleluya. Mungu usipokubariki mimi unanibariki. Mimi mwenyewe unafanyaje? Unanibariki. Haleluya. Hiki ni kiwango ambacho Mungu hakupi kitu, ila unaomba kuonyesha unachokitafuta au unataka akufanyie nini. Unatafuta nini? Nini unachokitafuta? Unaweza kuwa unafanya kila kitu lakini mambo hayaendi. Umeomba lakini mambo hayaendi. Mwombe Mungu na kumwambia akuonyeshe tatizo liko wapi. Mtafute Mungu akuonyeshe mbona hayaendi mambo yangu. Akuonyeshe tatizo liko wapi. Je, ni kama za kiukoo? Kwa sababu kuna wakati mwingine kuna wengine wameokoka ndio, lakini kitovu chake hakijakatwa na kiukoo. Ukiangalia tabia za baba yake ndio alizonazo yeye, tabia za babu yake ndio alizonazo yeye. Unakuta kwamba kwa mfano, unakuta kwamba mtu ametoka kwenye familia ambayo baba haonyeshi hela yake ni mfukoni, anachomoa 5,000 au 2,000 na kwa mwanamke hawezi kupatia hela nyingi. Huyo kama amekuoa anakamba bado ndio ameokoka, lakini kidogo hakijakata. Yaani mwanamke anakuwa na hela kidogo, mke wako hajui hela yako.
mke wako hajui unafanya nini, hivyo kitoka tunafanyaje? Kwa mfano mwingine, vijana mnapooa mnachunguza na familia, mnachunguza nini? Hata kama mnachunguza familia, kama unaenda kwa familia binti ambayo binti mama yake ndio mtawala baba yake, ogopa. Yaani hapo kwenye sauti ni nani? Ni mwanamke, ogopa. Si kweli? Sasa matokeo yake unapenda unamuoa mwanamke mrembo, yeye ana mfumo dume ndani, shidekebwa maana naona ni mama yake anafanya mambo hiyo. Kama hiyo lazima ivunjwe kwa jina la Yesu aliye hai. Hawezi kuitambua mpaka mtafuta Bwana, mwambie sikila yako iko wapi. Wakati mwingine unaweza kuwa na watoto wanarithi mpaka baba ya babu zao. Kwa nini? Wewe mwenyewe unampatia mtoto kabla ya kufunga. Sasa unampatia mtoto jina la babu yako wewe. Babu yako anaitwa sikujua hata kwa hakujui.